Wewe, hebu subiri kidogo, hebu msikilize huyu kafiri vizuri, alafu nitarudi kama chifu. Ungeanza na ule muujiza wa mtu kuzaliwa pasipo ngono. Maana Yesu Kristo mpenzi wangu hakuzaliwa kwa njia ya ngono, hakuzaliwa kwa njia zina, hakuzaliwa eti mwanamke na mwanaume akakutana. Haikuhusika mbegu yoyote katika kumzaa Yesu Kristo. Alizaliwa kwa muujiza. Kuzaliwa kwake tu ni muujiza, lakini Mtume Muhammad alizaliwa kwa ngono. Watu walifanya mapenzi wakamzaa yeye. Huo pia ni muujiza ambao nilifikiri labda ungeuzungumzia na ungekuwa kwanza. My day imagine mtu anazaliwa pasipo mbegu yoyote ile kuhusika. Mimba yake inatungwa, miezi 9 inafika mtu anajifungua na hakuna mtu aliyehusika katika mchakato. Wewe. Sasa anasema kwamba Yesu alizaliwa bila nini? Bila baba, kwamba kuzaliwa kwa Yesu bila baba kumemfanya kuwa nabii, yani kuwa Mungu. Subhanallah. Sasa hivi Yesu angezaliwa kama alivyozaliwa Adam, Nabii Adam, hana baba hana hivi mtungo unamhitaji, nyinyi wa Kristo mko mnamhitaji. Ilitamkwa tu neno kule kwa Mungu, aumbwe mtu wa hivi na hivi, kaumbwa Adam. Hakuna baba, hakuna mama. Na Waislamu wamenyamaza, na Kristo leo mmenifumbia macho, lakini Yesu kuzaliwa tu bila baba, yani imekuwa kelele kabisa, huyo ndo Mungu, kwa nini ana hivi na hivi, yani kwa nini amtumia akili kwenye mambo madogo kama haya, ndugu zangu? Jamaa, msidanganywe kwa vitu vidogo. Mungu anafanya muujiza kwa mtu yoyote amtakaye. Na ndio maana hata leo mtu anaweza kuzaliwa hana mkono na akaishi. Kwa kuzaliwa kwa muujiza ni kwa neema ya Mungu, na sio kusema kwamba mtu akizaliwa kwa muujiza basi huyo ndio Mungu. Acheni kupotosha, njoni kwenye Uislamu, dini ya kweli na haki. Allahu Akbar. Assalamu alaykum.